wetu, mwenyekiti wa kina mama, lakini mtendaji wetu wa kata, mtendaji wa kijiji hiki, wataalamu wote, afisa elimu kata, bwana mfugo, bwana afya, kiongozi wetu wa kahawa, viongozi wa Chama cha Mapinduzi tawi, katibu na mwenyekiti na mwenezi, halmashauri ya kijiji hiki, lakini kikubwa mabalozi wangu, shikamoni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Ndugu zangu, mimi kwa majina naitwa Edward Katuzi Kubalienda, diwani wa kata ya Nkwenda, mpenda watu. Ndugu wananchi, kwa siku ya leo nimekuja kuzungumza na nyinyi, lakini pia kikubwa nimekuja kuwashukuru ndani ya miaka mitano kwa jinsi mlivyofanya maendeleo au kwa jinsi mlivyoniunga mkono. Hakuna jambo lingine. Watu wanaweza wakafikiria ni siasa. Mimi sijaja kwa ajili ya siasa. Kwa hiyo nimekuja tuzungumze, ndio ya ahidi, tuna matarajio gani, lakini pia niwaage muda wangu umefika mwisho. Unaweza mkanirudisha ama nisifanyeje, nisirudi, au ninaweza nisifike wakati wa kupigiwa nini, wa kupigiwa kura. Haya yote yanaweza nikawa ni mapenzi ya Mungu. Lakini nitambue uwepo wa mzee wetu, mzee Makanzu, nimeona hapo pembeni. Mzee, naomba upunge mkono, wewe ni mzalendo, kila nikija huko napenda nikutaje. Ni watu wachache sana ambao wanaweza wakapewa eneo lake akawapa serikali ya kijiji. Ni wachache sana. Tupigie makofi. Mzee, tunakushukuru sana na tunaendelea kukutambua, lakini pia tutaendelea kukuombea Mungu akupe maisha marefu. Watu wanashindwa kutoa eneo kwa ajili ya kanisa, lakini wewe unatoa eneo kwa ajili ya kijiji. Yaani wachache sana. Lakini kama mwenyekiti alivyosema, tutambue uwepo wa wadau walioko ndani na nje ya kijiji hiki. Nimeona kwenye mtandao mara kwa mara wanachangia maendeleo ya shule yetu. Nikupongeze mwenyekiti, hawakutuma michango ile kwa sababu ni wadau. Walituma ile michango wakiwa na kuamini kwamba wanaituma sehemu salama. Wangekuwa wakuamini ile mchango wasingefanyaje? Wasingeituma. Lakini niwapongeze viongozi wote wa kijiji hiki. Mimi ninaenda kuwa diwani, nimekuta kijiji hiki hakina mradi wowote. Yaani Kasanganyika kaliwalevele kurubu na kulimara. Au mwenyekiti ninadanganya? Tulipambana iwezekanavyo, tukanunua mpaka nini? Tukanunua ardhi, tukaanza kujenga shule. Lakini ndugu wananchi, mimi nilipokuwa diwani, nimekuta kata ya Nkwenda inayomba kabisa. Ingawa nimepiga kazi kubwa sana ambazo pengine zinakatisha tamaa. Sikulala, sikuomba msaada nikakaa, sikupigiwa simu nikasema nisijibu. Mara popote watimize ndoto zao au wafanye kazi wakiwa wanajua kuna viongozi ambao wanatenda nini? Wanatenda haki. Ndugu mwenyekiti wa Chama changu cha Mapinduzi, nimekuwa diwani, nimekuta shule yetu ya Nkwenda sekondari haikuwa salama. Yaani ilikuwa inaonekana kama uongozi haupo. Lakini kupitia hili ninamshukuru Mama Samia, naomba tumpigie Mama Samia wewe. Nasema hivi, hajawahi kuonekana rais kama yule mama. Mama kwenye sekondari yetu ametupa vyumba vya milioni 200 pale Nkwenda. Lakini hayo ni maunganisho kati ya diwani, mbunge na rais, lakini pia na viongozi mbalimbali. Si ndio? Tokana nioni ndiedari sawa, kwa sababu nimekuja kwa wakati wangu. Kazi ya diwani ilikuwa ni kuvisimamia zile pesa zifanye kazi. Kwa sababu yote yuko ngwana chukumi. Kwa hiyo shule yetu mpaka sasa hivi imefanyaje? Imebadilika. Ambao na watoto pale sekondari Nkwenda tuamshe mkono. Jamani, hakuna mabadiliko pale sekondari ya Nkwenda. Ndivyo ilivyokuwa. Mmelika kujumu mtakatifu za kozi yetu tuko mpembera kweli. Jamani, tukubali, hakuna anaweza kufanya yote kwa wakati mmoja. Lakini sekondari yetu ya Nkwenda imebadilika. Haikubadilika kimajengo, imebadilika hata kitaaluma. Tumpigie mwalimu wetu wa sekondari, tumpigie makofi. Imebadilika kitaaluma, lakini nyinyi wazazi ni washukuru. Tunestoa mpaka vya kulia science vilimo bana madini tele. Ni kwa sababu ni nyinyi ndio mnafanyaje? Mnajichanga. Lakini mpaka sasa hivi afisa elimu tuna watoto wangapi wanaona pale shuleni? Lakini kuna watoto kama wangapi? Kuna watoto 800.
Nimekuwa diwani, nimekuta hakuna mtoto anayelala pale shuleni kwa sababu ya ushirikiano kati ya viongozi na diwani. Ulikuwa ufanyeje? Hautoshi. Lakini haitoshi, nikaenda kwenye kituo cha afya, nilikuta wakina mama wanazalia sehemu moja, yani barundika na Kembire. Hao unadanganya. Lakini sasa hivi wanazalia sehemu salama, yani kama Toronto. Hao unadanganya. Hodi wakina mama, si ndio? Wakina mama tunaomba kuzaa. Yale kwa sababu kazi ya Jamiraka godoro baza hivi ya 5. Lakini sasa hivi mama anazaa peke yake kwenye kitanda chake. Alafu mtu anasema Tiliwani anafanya kazi yake. Kweli? Lakini nimekuta kati ya watu ambao niseme jeshi la polisi, baadhi yao ambao wasiokuwa waaminifu walikuwa wakivamia vijiji. Na usangama walikuwa marimba rundabanga. Unakata urachombera kaburi. Taura nguvenya na ngaya watu wachaje. Ni kwa sababu diwani najitambua na kujisimamia na kutimiza wajibu wangu wa kutetea wananchi. Kazi ya diwani ya kwanza ni kutetea wananchi. Hakuna jambo lingine. Ndio kazi ya diwani. Lakini na kushirikiana na wenyekiti wangu wa vijiji. Mpaka sasa hivi afisa elimu wanajua. Kwa sababu mimi napenda maendeleo. Nilitangaza kila shule itakayeshinda kwenye kata yangu naitoa laki 5. Mpaka sasa hivi shule ya Kwenda imeshinda mara 3, imeipa milioni 1.5. Si kwa sababu nina pesa nyingi, ni kwa sababu ninachochea nini? Maendeleo. Lakini nimekuta hata umeme hautoshi. Tupo tunapambana. Masuala ya umeme ni changamoto. Hata Rais Mama Samia anajua, ingawa sasa hivi ametafuta wazabuni fulani wanataka kila kitongoji kipate nini? Kipate umeme. Kwa hiyo kazi zinafanyaje? Kazi zinaendelea. Lakini nimekuja Kikoti. Nikushukuru mwenyekiti na kamati zako, wamefanya kazi kubwa sana. Kikoti haikuwa haikaliki vizuri. Kikoti ushirikiano ulikuwa utoshi. Oguna ategwa, kuna temengwa, oguna jambo, hakuna haki zinazotendeka. Lakini kwa sasa hivi haki zinafanyaje? Si kwa sababu ya mwenyekiti mlivu pekee yake anajua anafanya haya yote. Kuna mheshimiwa diwani anafanya kazi pamoja. Mwenyekiti alikuja akaniambia msema mheshimiwa diwani kimetushinda. Mimi ninajua yeye alisoma. Mwenyekiti anajua tutachangia mpaka kiwanja tutafanya. Tutamaliza. Lakini Kikoti wakasema sisi ni kama kwenye mfumo wa serikali hatumo. Nikamwona mheshimiwa mbunge nikamwomba mfuko 100 ya simenti. Mradi huo ile. Wakakana jitoa hata unwani, akana jitoa unwani. Lakini tukaenda nimechangia mpaka tunafika hiyo hatua mwenyekiti. Nimechangia hizo kwenye milioni 10 na ngapi nilizoziona hapa. Na mimi diwani nimefanyaje? Nimechangia. Lakini mbunge akamwambia tutaenda wewe bure sasa hivi na unaisha. Nikambana bana ametupa milioni 5. Akatupa milioni 5. Lakini haya yote ni kwa mapenzi mema. Na mpaka sasa hivi tuko tunatafuta namna. Lakini haitoshi mimi kama diwani mwenyekiti wa maendeleo ya kata ya Kwenda. Tukaleta milioni 4,700 kwa ajili ya kujenga vyoo. Niko kujenga diwani kwa tatu ile teremki au sisi niende kwa teremki mtusi. Kweli? Jamani. Tufike wakati tutazame viongozi waliopita na waliopo. Kwa maana kiongozi anapokuwa madarakani huwezi kuona uzuri wake, lakini siku akitoka ndio utajua uzuri au nadanganya. Jamani, msije mkatusifu tukiwa tumekufa, mtusifu hata tukiwa hai. Lakini pia nimepambana, gereza ilikuwa haijawahi kukanyaga Kikoti. Ndio maana tunataka tutembelee. Lakini mtu anamtangatia wewe kutoka Jitembele. Pole kazi za serikali zinaenda taratibu. Mbagamba Roma tarehe mbekwe. Kana kile chimo. Ndugu zangu, sisi tupo tunapambana kwa kutafuta mabadiliko. Lakini nimekuta ofisi ya kijiji pale haijakaa sawa. Ndio ndio kuchangia. Nimechangia kwa kutaka nini? Mabadiliko. Leo hii tuna kiwanja hapa. Nilikuwa nateta na mwenyekiti, tunafanyaje tupate ofisi ya kijiji hapa? Wananchi mbona baadaye hii ofisi kijiji yetu ija. Lakini vyumba vile vinawezekwaje? Mama amesema tunamwangusha. Ni kweli. Mama huyu nimeanza naye kazi na nitamaliza naye. Mama mimi nakupenda sana. Mungu akubariki. Huyu mama anapenda maendeleo. Tumeenda pale Nyarutuntu. Yaani tulienda tukapiga picha. Uchokoje hizo tutarekodi. Tukaenda picha
hata kama chumba kimebaki tukiwezeke. Tukishamaliza kupata shule ya awali, mimi wakati tunagera kwa rete hivi vikamilikie mamjiani. Yaani Mama Samia hawezi kuwaletea vyumba wakati watoto hawajafanyaje, hawajaanza. Lakini wakina mama walikuwa wana kitanda. Mwenyekiti wangu alinipigia simu, kilikuja wakina mama jana wakachona, kilifanyaje, kikuja. Lakini pia kuna changamoto ya maji, kijana hajaelezea vizuri kule chini. Wapi Buturaje kuna changamoto ya maji. Jamaa katibu wa maji, utaratibu wa serikali wa Mama Samia, mnanielewa ndugu zangu? Lakini pia kuna swala la kahawa. Kuna watu wameanza kuvuna kahawa, kuna wengine wananunua, wakikamatwa hizi kahawa za diwani. Si ndio hivyo? Nimeshapata hizo habari. Aisee, yani diwani shimo la takataka, yani kila uchafu anapokea. Lakini sisi tunakubali fanyaje? Tunakubali kwa. Sasa mwenyekiti, na kupitia mkutano huu hapa, yeyote atakayebainika na kahawa kwenye pikipiki mbichi anadai za diwani, kamateni, weka ndani. Yaani mimi niwe diwani, nihamasishe wananchi kuvuna kahawa mbichi, alafu wazilete kwangu nizinunue. Jamani, mimi sitakubali hiyo anayenichafua. Na mwenyekiti akibainika nishirikishe, mimi ni mshtaki. Kwani kwa diwani kuna nizio mtu nishimtaki? Yaani nimepata hiyo habari imenichukiza kabisa, mpaka nikakosa hamu ya mkutano. Kwamba diwani unatuhumiwa kwamba watu walionunua kahawa tumewakamata, wanasema ni za kwako. Kweli hizo tumefikia, hizo ni siasa kweli? Kwa mimi mwenyekiti nikuombe, watu watakao kamatwa na kahawa, wewe tafuta taratibu zingine zishughulikiwe, hao wananchi washughulikie. Kwa sababu Kaikoti ni Mrima kama mimi nawajua, hakuna kijiji ambacho nakiamini kikisema moja ni moja. Kaikoti amedhibiti wizi wa nini? Wa kahawa. Kaikoti amedhibiti ni zugura. Mwenyekiti, naomba watu udili nao, si ndio? Kwa ndugu zangu, mimi kwa leo Kaikoti sina maneno mengi, nimekuja tuzungumze. Kama una chochote kinachohusu diwani mimi nakipokea, lakini niwashukuru, tumewaharibia kazi kwa siku ya asubuhi. Mlikuwa na kazi zenu mkaziacha, mkaja kunisikiliza ili tuweze kuzungumza. Lakini hata kabla sijamaliza kuzungumza, mimi mwenyekiti, ningekuomba utafute taratibu za mtu wa kuliva. Yaani mnaweza mkaweka utaratibu, mtu asilete pesa, mkamwambia kwa sababu tunahitaji kuwezeka. Sasa tunahitaji kila mwananchi achangie bahati moja kwenye msimu wa kahawa, ili tutafute namna ya kufanyaje, ya kuwezeka kile chumba. Sisi kanisani tuna operation ya mabati 600 pale. Tunasema bati na mtu, yani mtu na bati. Ndivyo tunavyosema. Yaani ukija kusali kanisani uje na nini? Ndio bati 600 na tupo tunajenga kanisa pale kubwa. Kwa hiyo kisha tangaza bati, nadhani mwananchi anaweza kaona ni rahisi kununua nini, ili mradi apate kama bati nayo itajika ni aina gani. Sasa kwa kuanzisha huo utaratibu, mimi mwenyekiti nitawachangia mabati 20. Yaani tuanziepo, tubandize. Ndio kazi ya diwani. Lazima wananchi unapotaka kuhamasisha kwenye maendeleo, lazima uchochee, tuangalie tunatoka wapi. Kuna wengine ningewaita lakini sio leo. Ngoja subiri msimu ufanyeje? Ukamiliki. Iwe ndio ndio mwa ndugu yetu Gana LBC. Ibati ya ndugu yetu Shingizinga mwenyekiti. Bati moja 30. Kwa hiyo niwachangia 700. Nitayaweka kwa sababu sitaki uongo. Bati moja 35. Sasa idele yangu na nini visi elfu Gana. Sasa kukulira. Mbona naomba kukulipa bati 35? Jamani, sisi tunapenda maendeleo. Kaikoti sina mtoto wala sina nini, labda na ndugu zangu na wananchi wangu. Shule itakapofunguliwa tutakuwa tumefungua njia ya Kaikoti kujulikana katika masuala ya serikali. Yaani mpaka sasa hivi Kaikoti hawana alama inayowatambulisha ndani ya halmashauri ya kijiji au ndani ya taifa hili. Kwa hiyo tutakapofungua shule yetu itakuwa ni chanzo mojawapo cha kutangaza nini, kijiji chetu. Lakini mwenyekiti, hapa nimeona kama tuna changamoto, ngoja nizione changamoto kandi sizozitwezi simtuigira birungi. Changamoto za maji,
Kijana ajiandae kuja kujibu. Kijiji hakina ofisi ya kijiji, nani hakina ofisi. Hatutaenda kwenye ofisi. Wote tuwaite mali shule ama na bagireki. Si ndio jamani? Tuanze kwanza shule yetu ifunguliwe. Ofisi ya kijiji tutafanyaje? Tutajenga. Baadhi ya vitongoji havina umeme, hayo ni mamlaka mengine, tutaendelea kuwaomba. Sisi tunafanyaje? Tunaenda kuomba. Ukosefu ndio hiyo, ukosefu wa shule ya kijiji, ukosefu wa zahanati. Ni yale tuanze tumaleti mwe shule gireki. Ekomororwe ni wote wageni bukintu, ekindi wachangiaje ni wale na watu ni wale. Kwa hiyo tukiwabebesha mzigo mkubwa, mwisho sisi tutaonekana wabaya. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kwa leo nimeshachangia hicho kiasi, lakini nimekuja kuambia ninagombea tena. Na kingine, mimi sijapata mpinzani, nisiwafiche, wala sina uoga wowote. Kikote nasikia kuna maneno fulani, lakini wachache. Mimi bado sasa hivi sijapata mpinzani. Roho yangu na Mungu wangu ananiambia nikiwa hai Katuzi ni diwani wa 2025. Yaani roho yangu na Mungu wangu ananiambia hivyo. Unajua kuna watu hawakutegemea kama Mliva atakuwa mwenyekiti wa kijiji tena. Yaani kuna watu walijipanga hivyo, na sasa hivi ndivyo wanavyojipanga kwamba Katuzi atakuwa diwani tena. Wataaibika, aibu itawarudia. Katuzi ni diwani wa mitano mingine. Kwa sababu nitalipwa niliyoyatenda, nitavuna niliyoyapanda. Kama kweli nimewatendea mema, mtanilipa mema. Kama kweli nimewatendea mabaya, mtanilipa. Na niwaambie wananchi, niwaambie kitu kimoja, tutazame tunakotoka na tunakokwenda. Watu tunasahau tunakofanyaje, tunakotoka. Lakini tutazame tulipo katikati hapa, tumetoka wapi, tunaenda. Diwani Katuzi, kama mjasema sijafanya kazi, atakayekuja anataka kubizira. Niwaambie ukweli, kama mimi nimepambana na watu ambao walikuwa wanapambana na wananchi, polisi baadhi yao wanakamata wananchi, beri atawiche beri ya watu wa sanoti ukwenda ya Rwanda, lakini mpaka beri ilitoka. Nanga nimbelele shari maziwa lia. Ilikuwa imeshindikana. Lakini pia weka ndani, wewe nipigie simu, ndio kazi yangu. Yaani mimi natawala vitu vyote vilivyo kwenye kata ya Nkwenda. Hiyo sekondari, kile kituo cha polisi na Kisemea, kile kituo cha afya, nasema mimi ndio msemaji wa kata hii. Kwa hiyo wananchi, kama umeteseka mkashindwa kunitumia vizuri, sio kwa salama. Na wenye naimu kama utatumheshimiwa akakwenda msaada kwa kile. Batala bali bado mtatumheshimiwa kutumwa huko beti chiwaya mbenu hili leo. Mimi nimekuwa diwani kama watu pikipiki. Yaani kuna mtu nimekutana naye anasema, mheshimiwa, mimi tatizo langu na wewe nilikuja unitafutie pikipiki, niwe narejesha kwa kataa, sasa ndio tatizo. Hiyo ni kazi ya diwani. Mimi kazi yangu ni ya wananchi wote, sio kazi ya mtu mmoja. Yana mtu mwantamewe kitumwawe nikoto ramana wanyasi wankope wanyanga mbone ni huyo. Kweli hiyo ndio kazi ya diwani. Kazi ya diwani ni kuleta maendeleo na kutetea wananchi. Kuna mtu juzi alikuwa amechinja, tena bwana Mfumba amesema vizuri. Bwana Mfumba akamwambia utaratibu uliopo mpaka mlete kwenye machinjio kule. Hapa Kaikoti, nikamwita bwana Mfumba, ndogo wangu, kwa hiyo sikukuu tunatoaga hofa abantu tubasangiza zile. Hivi mimi nakuomba sasa uende kule ulikochinjia, wewe upime nyama yao, wanaigombea tena, lakini hii sio malaika, siwezi kugombea peke yangu. Uchoteni watu wakigombea kama 10 na wajumbe wanafurahi. Mwenye na kwenye kasi. Watu wajitokeze wengi wagombee. Na ukileja 5 watu 10 watu. Iwe mweli ile. Mwisho mmoja kwenye mmoja kuchagua. Ni mweli ile. Wala usiogope. Kama yuko kikao diwani kana ampeleka kuta. Wewe wende. Mbona karifu itakuwa kwa wewe? Karifu 10 zikora kwa kusema